lakini mlishikilia madhabahu na mkashikilia hivyo na maombi mpaka mtumishi wa Mungu amerudi madhabahuni. Tumpatie Bwana sadaka ya makofi nzuri sana. Kuna yote hanijui jina, maana nimeanza kuongea, labda mimi naona nimezoea madhabahu yetu kule najulikana. Sasa kuna yote hanijui, maana ninakuja kila wakati hapa. Kuna yote ni mgeni hanijui. Kwa niaba ya hawa walionyesha mikono, mimi naitwa Pauline Sori kutoka Lampefa ile kanisa mama, nikiwa kama kule ni mzee wa kanisa, kiongozi wa kina mama na huduma mbalimbali. Nashukuru Mungu kwa sababu ya hayo sio kwamba yatanipeleka mbinguni ya majina makubwa ya uongozi, lakini kinachompa moyo ni kwamba ninaamini ya kwamba jina langu limeandikwa kitabu cha uzima, ambao siku ya mwisho nitafurahi pamoja na malaika. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunashukuru Mungu kama wamama wa wilaya hii ya Lamu na visiwani kule Ang'ambo, Manda, Maweni, Manda Airport na makanisa yote ya hapa Lamu, kama wanawake tuliposikia mchungaji ameweza kupata nguvu, amepona na amerudi ndani ya moyo yetu, ni kwa sababu tulikuwa tumemshikilia kwa maombi. Tulikuwa tuna ratiba ya maombi ya kumkumbuka mchungaji, Mungu amguse na amrudishe kwa madhabahu. Tuliposikia tu amekuja na amepona, nasema hatuna budi ya kufanya haraka upesi kwenda kumrudisha Bwana shukrani pamoja na kanisa zima. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tulipomuona katika baraza haraka upesi, tukakaa na viongozi tukasema makanisa yaliyokuja pamoja nasi ni Manda, Maweni. Manda, Maweni, simameni Manda, Maweni. Hatuna nafasi ya kutoa shuhuda wote, lakini hiyo ni kanisa imetoka kule Manda, Maweni kwa ajili ya kuja kushukuru kwa ajili ya mchungaji. Kwa hivyo Mungu awabariki sana hao mama waliotoka sehemu za mama za kuketi, na kuna timu kutoka Manda Airport nao pia waweze kusimama. Manda Airport, kanisa letu la Manda Airport ni hao tunawashangilia kwa makofi. Wabariki sana, naweza kuketi. Na kanisa letu la Narani kwa sehemu za hapo, kanisa la Narani, yule mama mchungaji, tumpigane Yesu makofi kwa ajili yake. Kuna kanisa letu liko hapa Milimani inaitwa Satellite Pefa, tumshangilie Bwana kwa ajili ya mama yetu huyo. Alafu kanisa mama ambalo tunaliabudu pale likiwa ndio center, tuweze kusimama kanisa mama ambalo tumewategemea. Hao ndio mama zetu kutoka kanisa la Pefa Church. Tunashangilia Bwana kwa makofi kwa sababu Mungu amejitolea. Wabariki sana, wabariki tunazoketi. Hiyo kanisa ina wamama wengi sana, over 40 and above, lakini hao ndio wameweza kufika. Wengine wao tumewacha na hudumu huko, ni wahuduma. Kwa hivyo Mungu awabariki wamama wote walioacha shughuli zao na kuja kuabudu pamoja nasi. Nataka kutambua uwepo wa mama wa kanisa la hapa. Kama wewe ni mama kanisa la hapa, simama kwa miguu yako, tunawapenda. Leo hatukuja kwa ajili ya mama, tumekuja kwa ajili ya mchungaji. Lakini kama wewe ni mama, simama. Hata kama umeolewa jana, bado wewe ni mama, simama kwa miguu yako. Simama tukutambue uwepo wenu kama wamama wa Mararani wa kanisa. Tuwapigie makofi mazuri hao wamama wazuri. Wabariki sana, wabariki. Naweza kuketi. Baada ya shukrani hii kwa Mungu, tunaomba tukutane hapo nje kidogo dakika 2-3, alafu mtendelee na huduma zetu. Tafadhali hata ukiwa na haraka mama wa Shela, tafadhali usiende, tuongee kidogo 2-3 ili tupatane. Mwaka umeanza. Kanisa la Kristo, Bwana asifiwe. Amen. Tusalimiane hewani. Bwana asifiwe. Mungu wetu ni mwema. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Magdalene, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nataka kumshukuru kwa sababu ya wema wake na fadhili zake mchana wa leo. Bwana asifiwe sana. Mimi rangu nasikia kuwa na furaha, ni kwa sababu ni furaha kubwa, ni furaha nyingi kwetu kuwa mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Ni kama tumerudishiwa aliyekufa, tumemuona akiwa hai. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ndio furaha ambayo
ikavunjika ndani ya moyo wangu na ndani ya mioyo yetu. Bwana asifiwe sana. Tukasema ya kwamba Biblia inatuambia ya kwamba tulie na wanaolia na tufurahi na wanaofurahi. Bwana asifiwe sana. Tumekuja kufurahi pamoja na nyinyi. Bwana asifiwe sana. Kama si mmefurahi kuona mtumishi amerudi mzima, hiyo furaha imetusukuma kuja mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Hiyo furaha ndio tuko nayo ndani ya mioyo yetu, ndio imetusukuma tukaja mahali hapa kwa sababu ya upendo. Tumrudishia Mungu shukrani kwa sababu ya matendo yake makuu. Bwana asifiwe sana. Anasema ya kwamba katika Zaburi inasema ya kwamba msifuni Bwana kwa kuwa yeye ni mwema na fadhili zake ni za milele. Bwana asifiwe sana. Tumekuja kumsifu Bwana na kumshukuru kwa sababu ya fadhili zake. Bwana asifiwe sana. Yeye ni mwema siku zote na wakati wote. Tunasikia kumshukuru Bwana kwa sababu ya mtumishi. Tulipomuona barazani, hakika mioyo yetu ilivunjika. Bwana asifiwe sana. Sijui ni furaha ama ni kilio. Bwana asifiwe sana. Maana tuliona Mungu amejibu maombi. Bwana asifiwe sana. Tumemwombea, tulikuwa katika kuomba na kumulikia Bwana, na tulipomuona tukasikia kumshukuru Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunashukuru kwa sababu ya Mungu kutupatia nafasi hii kama wamama. Hakika wamama wanakupenda mtumishi. Wanakupenda sana, wamekuombea sana. Kwa hivyo nataka kushukuru kwa sababu ametuwezesha makanisa yetu yote siku ya leo yameakilishwa. Bwana asifiwe sana. Situjipigie makofi. Mara nyingine hata tukiita mikutano utakuta kanisa hili halijaakilishwa. Lakini siku ya leo ni siku njema Bwana ameifanya. Bwana asifiwe sana. Ni siku njema Mungu wetu ameifanya kwa sababu makanisa yote yameakilishwa. Sio secretary. Kwa hivyo tunashukuru Mungu. Mimi nasikia kumshukuru Mungu, nasikia kunyenyekea na kuvunjika mbele za Mungu nikiona vile umeitikia. Bwana asifiwe sana. Na zaidi ya yote kushukuru kanisa hili, maana nimesimama katika mwanya wakati mtumishi alipokuwa hayupo, hakika mmesimama. Amerudi akakuta bado mnaendelea. Bwana asifiwe sana. Hamkuzimia wala hamkufa tamaa. Bwana asifiwe sana. Mungu ameendelea kuatia moyo. Kwa hivyo tunashukuru Bwana sababu ya matendo yake makuu. Barikiwe sana. Tuendelee kuonyesha upendo huo, endelee na huo moyo na Mungu atatufikisha mbali. Bwana asifiwe sana. Maana watu wanapokaa kwa pamoja na umoja, Mungu anaamuru baraka. Bwana asifiwe sana. Wacha katika kitengo cha wamama tukae kwa umoja, tutamuona Mungu akitutendea mengi na makubwa. Mungu wa amani awabariki na watende mema. Amen. Barikiwe sana kiongozi wetu. Sitatoa nafasi kwa kanisa lolote, kwa niaba ya makanisa yote nimemsimamisha huyo Chialedi aongee kwa sababu ya wakati, na tunahitaji wamama tuongee na kwa dakika kidogo. Kwa hivyo kuna wengine hawajui mchungaji alikuwa anaugua nini. Nitachukua hii nafasi ndio tuingie katika kumshukuru Mungu. Nimwalike mtumishi wa Mungu aje atupatie ushuhuda kwa ufupi, alafu baada ya hapo praise and worship mjitayarishe, tutaingia kwa deep prayer, thanksgiving, ya kushukuru mchungaji kwa uponyaji wake. Kwa hivyo naomba mchungaji tushangilie kwa makofi anapokuja kupatia ushuhuda kwa wale ambao wengine hawakujua alikuwa na shida gani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini niko mzima. Amen. Hapo ndio kwa kuanzia. Niko mzima. Kuna nguvu. Ninaweza kutembea kama mnavyoniona. Hata leo nimekusudia kuhubiri ili kwamba mjue kwamba niko mzima. Bwana Yesu asifiwe. Siku ile nakumbuka siku ile nilipokuja hapa kwa mara ya kwanza baada ya kuwa nimekuwa nje kwa muda mrefu. Niliingia hapa kanisani nikapata ibada ya kwanza inaendelea. Mhubiri alikuwa anahubiri na nikaketi pale. Kumaliza hiyo ibada kwa sababu ya masaa hatukuwa na muda wa kusalimiana tusikizane sauti. Ibada ya pili ikaanza na vyombo vikatimuka vikaanza kupiga kelele.
yani sauti za vyombo zikawa zinasikika. Kwa hivyo hata nikiwa pale nikiwa ninaimba pamoja na wenzangu, wengine walikuwa wanafikiria kwa pengine ninafungua mdomo lakini maneno hayatoki, maana niko mgonjwa. Na wakakaa hivyo na maswali mpaka niliposimama kuongea ndio wakasikia kweli amepona. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikasema ili kuyafuta maswali kama hayo, acha leo nitasimama mimi nihubiri. Ndio sasa aliye na maswali ya kwamba anaweza kuwa amepona kweli ama bado atarudi hospitali, aende na majibu kamili yale aliyoambiwa wanafunzi wa Yohana Mbatizaji. Wakaambiwa sina la kuwajibu, kamwambieni yale mnayoyaona. Bwana Yesu asifiwe. Baadhi ya watu wanajua ama walisikia nilianza kuugua nikiwa huku Lamu, na nikaenda hospitali kwa mara ya kwanza pale Hindi, kwa sababu nilikuwa niko kazini. Kwa siku ya Jumanne nafanya kazi pale Hindi na hospitali. So nikawa nasikia tu mwili uko dhaifu kama kisunzi, nikitembea mwendo mfupi nasikia na hema. Nasikia dalili za malaria ama dengu. So nikaenda kuitisha vipimo dengu, na ikaonekana dengu ipo. Tena yule mtu alafu akaniambia, "Wewe, hii iko juu sana." Nasema, "Sawa, itapona tu, kama nimejulikana itapona." Lakini nikauliza pia kupimwa damu, maana nilikuwa ninaona kama mwili wangu umeanza kugeuka rangi, mara nyeupe, mara hali ya kawaida. Nilipouliza kupimwa damu, akanipima damu, akasema bado umesimama. Akamwambia, "Yes, nimekuja kazini." So huo ndio mwanzo wa shida. Kwa nimeugua dengu, alafu damu mwilini imepotea. Wale ambao wanajua mtu wa kawaida anatembea na angalau panti 12 za damu, mimi nilikuwa niko na 4 ndani ya mwili. Hiyo mara ya kwanza nikipima, aliniambia basi itabidi wewe uongezwe damu, lakini kwa sababu nilikuwa nimesimama ile siku na ninafanya kazi, nikamwambia usichezee akili, tibuni dengu, tuendelee na safari. Na kwa sababu sote tunafanya kazi line moja, wakanisikiza, wakaanza kunitibu dengu. Apigwa kama chupa 3 za maji na dawa pale, na nikavuka nikaenda Mpeketoni, maana huwa ni kuhindi siku moja. Kufika Mpeketoni, yule daktari akawa amenishauri kwamba kesho pumzika, alafu Alhamisi urudi tuje tuendeleze dozi ya dengu. Nilipoamka siku ya Jumatano, baada ya kuwa Jumanne nimewekewa zile chupa za dawa na maji, kawa nasikia mwili kidogo uko vizuri. Nikasema basi naendelea vizuri. Napumzika kama nilivyoambiwa, lakini napumzika nikiwa kazini. Yaani napumzika kwa kutoenda hospitali. Amen. Siku ya Alhamisi kuamka ndio nirudi hospitali. Ndio sasa hali imekuwa ghali. Nasikia imenizidi zaidi ya ile ya Jumanne. So nikawa niko Mpeketoni, napiga hesabu nirudi Hindi ama nifanyeje. Lakini pale Mpeketoni pia niko ndani ya hospitali ninapofanya kazi. Kwa hivyo nikamfuata yule daktari, nikamuuliza kama anaweza endeleza matibabu ya dengu. Akaniambia, "Ulipimwa damu?" Nikamwambia kamuonyesha vipimo. Akasema lakini walipima tu ile inaitwa HB, lakini mimi nataka full hemogram. Ndio sawa, tupime. Tulipopima hiyo siku ikaonekana iko 3. Siku 2 baadaye, yani ine na kama ilikuwa 4.9, alafu kufika Thursday 3. Kawa maswali. Na yule daktari akagoma, akasema mimi siwezi kutibu dengu mpaka uongezwe damu.
Kama hilo hulitaki, basi tafuta daktari mwingine, na hakuna daktari atakutibu kama utaongezwa damu. Nafikiria yalikuwa magumu sana, manake sijataka kuongezwa damu, ama hiyo process ya kulazwa hospitali pia sikuwa tayari nayo, lakini ikabidi nikubaliane nayo, na akanichukua hapo. Tulikuwa tuko kwa private, akanichukua tukaingia Mpeketoni sub county, katibiwa pale, ama nikalazwa pale, nikaongezwa damu. Nafikiri ilichukua kama wiki moja. Tulikuwa na Morris yuko wapi? Amenda. Morris angenisaidia kukumbuka kama tulikaa siku ngapi. Mimi nilikaa hospitali siku nyingi, mpaka mara nyingine nasahau. Tulikuwa kama wiki moja nikiwa pale ndani. Daktari akashauri kwamba niongezwe panti 4 kwa sababu zilikuwa 3. Nikaongezwa zile 4. Alipokuja kupima, baada ya kuwa zile 4 zimekamilika, alipokuja kupima zikaonekana ziko 5. So hiyo ni dalili ya kwamba zingine zimeenda. Manake angalau zilikuwa ziwe 7 ama zaidi, lakini ziko 5. Akasema hapa basi kuna maswali, lakini acha tuongeze 2 zingine. Mwambie ni sawa. Tukaongeza 2 zingine, zikawa zimefika 6 za kuongezewa. Akija kupima zikaonekana ni zile 6. Kwa hivyo zile 3 ambazo niliingia nazo zote zimeisha. Nimebaki na zile za kuongezewa. Na maswali yakazidi pale, kwa sasa madaktari wako na maswali na mimi pia niko na maswali. Naenda kupigwa picha. Nilipopigwa picha nikaonekana kwamba wengu ilikuwa imefura. Daktari akasema pengine damu inamwagika inaingia huko kwa wengu, ama wengu inakunywa hiyo damu, ndio maana haionekani kwa mwili. Niambia sasa tutafanyaje? Akasema hatuna daktari wa wengu, kwa hivyo itabidi tukuachilie ukatafute daktari mbele. Niambia ni sawa, lakini tatizo la wengu nilikuwa nalijua, alikuwa geni. Tatizo ambalo nilikuwa nimeambiwa miaka 20 iliyopita. Yaani nilikuwa nimeambiwa mwaka wa 2005 nikiwa college, ndio nilionekana na tatizo la wengu. Lakini ilikuwa inatokezeaje? Wakati nashikwa na homa, nasikia hapa kuna jiwe. Ile homa ikipotea, hilo jiwe linapotea. Kwa hivyo mimi naishi niko mzima. Na ikawa hainisumbui akili, nikaishi nayo hivyo. So nilipoambiwa hakuna daktari, nikatafute mbele, nikasema acha niangalie kama itapotea kama vile huwa inapotea kawaida. Nikabaki nje kama wiki 3, haikuweza kupotea. Ilibaki imefura hivyo. Kila wakati nikifanya hivi nasikia nimebeba kuna jiwe hapa. Hizo wiki 3 zilipoisha, hali ikarudi kama ile ya kwanza. Nasikia mwili hauna nguvu, nikitembea mwendo mfupi nasikia udhaifu mwingi ama napema sana. So ikabidi nifuate maagizo ya daktari, nikaanza kutembea ama nikasafiri nikaenda kule Mombasa ili kuangalia matibabu ya wengu. Kufika kule nilionana na yule daktari wa 2005, kamuelezea. Yeye akaniambia hiyo haihusiani kabisa, damu na wengu havina uhusiano. Kwa hivyo mimi ninakushauri enda ukapigwe hii picha, akarecommend nikafanyiwe endoscopy. Nikiwa Mombasa nilikuwa niko hospitali ambao sio exactly Aga Khan, lakini nilienda pale Doctors Plaza ambao ni madaktari wale ambao wako gali wenye wanafanya huko Aga Khan Pandia. So akasema ile picha peke yake ilikuwa inagharimu shilingi 50,000 na hawatumii card, cash. Alafu nilipomwonyesha vile vipimo vya sore, yule daktari wa wengu alimpima pia damu, akaiona imeshuka tena imekuwa 3. Hospitali ilitoka ikiwa 6, wiki 3 zimepita, 3 zimepotea, imebaki na 3.
Kwa hivyo nilipoenda kwa picha, yule mtu wa picha akasema na hii picha haiwezi fanyika mpaka ongezwe damu mpaka ifike 10. Nasema ni sawa, lakini sasa gharama ni ngumu huku Mombasa. 50,000 alafu na ya kulazwa, kama ni kulazwa hapo either Pandia ama Mombasa Hospital ama Aga Khan. Nilijua kabisa punde zifike hizo 10 naweza kutoka kwa hapo, nikawa sitatoka na nimepona. So nikasema kwamba ngoja niende Kilifi. Nikatoka Mombasa mbio hiyo siku. Watu wengi walikuwa wanashaka. Ndugu zangu wakiongea na mimi wanasema gharama si matatizo. Shida ni wewe utibiwe upone. Ingia hospitali, acha kutembea hivi hivi, pande 3 za mwili utaanguka njiani. Lakini nafikiria akasema no, acha niende Kilifi. Nachukua gari nikakimbia Kilifi. Nikaja najieleza nikijua kwamba hakuna lingine, najieleza kama daktari sasa kwamba nimekuja hapa nataka kulazwa niongezwe damu. Manake kila kitu najua. So wakanisikiza, nikalazwa na process ya kuongezwa damu ikaanza. Shida ni kwamba damu ilikuwa ninaekewa lakini haisongi. Unaekewa damu leo ikiwa 3, kesho watapata 4.5, kesho kutwa akija kupima imerudi 3. So hivyo inaenda unaongezewa damu lakini haipandi juu. Ikawa haijulikani inapotea wapi hii damu. Maana sitapiki damu, choo hakionyeshi damu, na hakuna mahali inakuja damu. So ikawa kila mmoja ako na maswali. Hata mimi mwenyewe sasa niko kwa maswali, sielewi ni shida gani, ni ugonjwa gani. Na yule daktari amenihakikishia kwamba wengu haiwezi sababisha hivyo. So tukangangana na madaktari pale. Nafikiri nilikaa around 17 days Kilifi Hospital, na iliwezekana tu ile damu kufikishwa kiwango cha 8. Wakasema kwa sababu tumekaa na wewe huu muda wote tunaona vile mambo ni magumu, acha tukuingize theater hivyo tukapiga hiyo picha. Kaenda theater nikapigwa ile picha na majibu ikatoka ni kwamba kulikuwa kuna mishipa kutoka hapa kwa koo kuteremka kwa tumbo, hiyo njia ya chakula, kuna mishipa ilikuwa imepasuka ndio inamwaga damu. Sasa damu inamwagika kwa hiyo njia kabisa, inachanganyikana na chakula, inasagwa kama chakula. Kwa hiyo hata nikienda choo sitaona damu. Ama ukila ugali mweupe huo unaenda kunywa white, inabadilishwa kule ndani. So ikawa haionekani kama damu. Walipopata majibu yale, wakasema hapa sasa hatuwezi kushona hiyo mishipa, itabidi tukupeleke Mombasa Coast General, kwa sababu nilikuwa niko na panti 8 za damu mwilini. Nasikia niko na nguvu. Hata niliuliza daktari, si unipatie break niende nyumbani kupumzika kidogo alafu niendelee. Daktari akaniambia kwamba pana, nataka tukupeleke sisi wenyewe, maana hii kitu ni ya dharura. So nikaingizwa kwa ambulance mbio Coast General. Shida ilitokea hapo kwa gari, sielewi ni nini, sielewi. Lakini nilitapika damu nyingi sasa hapo kwa gari mpaka tukifika Mombasa. Watu wa Mombasa nao wakasema hii damu haitoshi tena, tunahitaji kuanza kuongeza ndio shone hiyo mishipa. Ikabidi nilazwe tena Mombasa. Sasa hapo ndio ikawa shida. Maana sasa badala ya kuenda juu iliendelea kuteremka, kutoka kwa hiyo 80 iliteremka, niliongezewa zaidi ya panti 10 huo mwezi. Lakini niliingia theater nikiwa na panti 5. Na nimeenda nikiwa na okay, kwa sababu ya kutapika njiani walipopima walipata 7.6. So 7.6 ndio nimekuwa admitted, nimeongezewa all around 10. Kisha walipopima wanapata 5. Ikawa ni shida, kila mmoja sasa anashindwa tutafanya nini. Lakini wakaamua acha tujaribu hivyo. Tukaenda theater kwa mara ya kwanza tena huko, nikaenda kushonwa hiyo mishipa.
surgery ya kwanza. Wakashona mishipa, alafu wakaniambia after wiki 2 ni shonwe tena. So nikashona na nikatoka vizuri, ingawa damu ilikuwa kidogo. Nashukuru Mungu ilitoka vizuri. Nikakaa hizo wiki 2. Ilipofika ile siku ya kuwa sasa nirudi theater, in fact hata nilikuwa nimepewa break, sasa nimerudi nyumbani kupumzika kidogo wiki 1. Alafu kurudi hospitali wakaniona niko vizuri, wakasema tunataka tukuongezee wiki 2 zingine ukae mwanzo, alafu ndio uje tuende theater. Before nitoke hiyo hospitali hiyo siku, ukatendeka jambo la ajabu. Manake nilikuwa na nguvu, nilikuwa na mke wangu, na kwa sababu tulikuwa tumekaa hapo ndani ya mwezi mmoja, kwa hiyo ward ya Post General tulikuwa tumejenga urafiki kama vile nilivyokuwa nimewaambia, na sisi tukawa tumepata nafasi ya kutoka, kwa hivyo tumeacha marafiki pale ndani. So ile siku niliporudi, ikiwa kidogo nasikia hali yangu ni nzuri na najua kwamba ninaenda theater tena kwa mara ya pili tu kwa sababu ya procedure za madaktari. Tulipoambiwa kwamba tunaongezea wiki 2, akasema acha tusubiri masaa ya kuona wagonjwa, tukaone wagonjwa, alafu ndio tuende nyumbani. Niliingia ward za wagonjwa, nikaenda kuombea wagonjwa mpaka wakajua nilikuwa pastor, sikuwa mgonjwa. Kwa Yesu asifiwe. Amen. Hapo ndio walijua kumbe ulikuwa wewe ni pastor. Ambia mimi nimekuja tuombe na mimi. Sina imani kwamba Mungu anaweza tenda. Amen. Jambo la ajabu lililotendeka ile siku ni kwamba baada ya kumaliza kuombea wale wapendwa, nikishika njia kuenda nyumbani, nilianza kusikia kichefuchefu, kusikia kama nataka kutapika. Na nikaambia mke wangu acha niingie chooni, na nisikia kama roho inachafuka. Kuenda kugusa mlango wa choo hivi na huku ukawa ni kama ndio kumefunguka, nikatapika damu ile ambayo sijawahi kuiona. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo siku nilikuwa sijakula, lakini nilitapika zaidi ya majagi 2 ya damu. Na nguvu zikaniishia, nikawa sioni. Ndio nikajua niko na mke, si kama yule wa Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Manake alinizoazoa pale nilipokuwa siwezi, kaniweka kwa wheelchair, kanikimbiza tena emergency. Siko hodi manake, kwa hivyo nikaanza tena upya. Pelekwa emergency, nikafanyiwa first aid, kawa stable, nikarudishwa ward. Ikiwa na matarajio sasa, kwa sababu walikuwa wamesema niende wiki 2, wakawa wamekusudia kwamba the following day wanipeleke theater. Lakini niliendelea kutapika huo usiku wote mpaka asubuhi. So kija kunikuta asubuhi, wakasema hii haiwezekani kwamba huyu mtu aende theater. Hakuna damu hapa. So nikaanza tena process ya kuongezwa damu. Na hiyo process ikachukua tena mwezi mzima. Bwana Yesu asifiwe. Niliongezwa tena zaidi ya panti 10. Zingine zilitoka huku Lamu. Bwana Yesu asifiwe. Ile unatoa 2 upewe 1. Toe 2 upewe 1. So hiyo yote kuanzia Kilifi mpaka Mombasa ilikuwa process ni hiyo. Ukitaka panti 1 ya damu, leta watu 2 wa donate upewe panti 1. So unaweza kufikiria hiyo kazi ilikuwa ngumu namna gani, ambao ni zaidi ya panti 30 ama around panti 30 ambazo niliwekewa au watu hao Mungu alileta tu. Bwana Yesu asifiwe. Nikakaa pale, nikaanza kuongezewa damu, lakini ndio sasa haisongi mahali, kwa sababu sasa ni combination. Wakati ule mwingine ilikuwa haijulikani inamwagika wapi ama inapotelea wapi. Sasa hivi ikawa ni vipindi vya kutapika damu. Kila mara unakaa siku 2-3 kutapika inarudi, unaanza kutapika damu. So damu niliishi na damu ndani ya mwezi mzima, ninaishi na damu between 3 and 4 hapo. Manake ikipita ikienda 5 utapika hata ndio kunazidi. Ikakaa hivyo mpaka madaktari wakainua mikono wakasema hii haiwezi kufika kule tunataka.
Kwa hivyo itabidi tufanye hivyo hivyo. Kabla tufanye vile, kumbukeni wanashughulikia nini? Mishipa. Sio story ya wengi. Amen. Kabla turudi theater kushona mishipa, ndipo nilipokuja kuuliza daktari, kamuuliza, wewe unashona mishipa lakini chenye kinapasua hii mishipa ni nini? Maana yake tulishona mara ya kwanza na wiki mbili ikapasuka. Sasa hivi tukirudi kushona haitapasuka tena. Kwa sababu walikuwa wanajua na mimi pia ni daktari, wakaanza kuuliza, kwani unafikiriaje? So daktari, mgonjwa anajitibu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Waliponiuliza nikawaambia, mimi nilikuja hapa lakini kuna kitu moja imesahaulika, haiongelewi. Nilikuja hapa na kuna shida ya wengu na hiyo damu inapotea, na ikajulikana kwamba kuna mishipa imepasuka, lakini haijajulikana pia mishipa inapasuliwa na nini, lakini wengu bado imefura. Je, haiwezi kuwa inasababisha? Ndio yule daktari akaniambia, hebu lala hapo. Akaanza kufanya physical examination. Alipofanya ile physical examination, kitu ambacho mpaka mimi mwenyewe kilinishtua ni kwamba wengu ilikuwa imefika kujaza tumbo, lakini hakuna mahali tumbo